Kama unafanya matangazo kwenye mitandao ya Facebook pamoja na Instagram na unataka matokeo mazuri, basi ni dhahiri kwamba ni lazima tuangalie namna sahihi ya kuweza kutangaza kwa gharama za chini, lakini pia kwa kosti ambazo zitakuwa hazituumizi sana, kwa maana ya kwamba kiasi ambacho tunakuwa tunakiweka kwenye matangazo kiwe kina uwezo wa kutufanikishia matangazo yetu yakawa yanaleta matokeo mazuri. Sasa kuna baadhi ya mbinu ambazo nimekuwa nikizishare namna gani ambavyo unaweza kufanya matangazo na ukapata matokeo mazuri, lakini katika episode ya siku ya leo nataka nikazungumzie metrics ambayo inaitwa CPM, kwa maana ya cost ambayo unailipa wewe the more tangazo lako linavyokuwa linaonekana. Yani the more ambavyo watu wanaliona tangazo lako, ndivyo hivyo pia the way ambavyo CPM inakuwa calculated, especially kabisa tangazo lako likionekana mara 1000. Sasa kuonekana kwako, kama tunavyojua, kuonekana kwako kwa tangazo lako ambalo umeliweka ndio nafasi nzuri ya kuweza kufanya vizuri pia, kwa sababu unakuwa unaonekana kwa wateja wako na vitu kama hivyo. So ni muhimu pia kuweza kuzingatia unapata gharama za chini sana za kuweza kuonesha tangazo lako ili uweze kufikia watu wengi zaidi. Na hii ndio msingi wa hii episode. Naenda kushare na wewe mbinu 5 ambazo nimekuwa nikizitumia kwa ajili ya kuweza kutangaza kwa gharama za chini, kwa maana ya CPM inakuwa iko chini kabisa, ili kuwezesha matangazo yangu kuweza kuonekana kwa wingi zaidi. Na bila kupoteza muda, twende tukazitazame hizo mbinu ambazo nimekuwa nikizitumia. Kitu cha kwanza ambacho huwa tunakizingatia sana kama unataka kutangaza kwa gharama za chini, basi ni lazima tuhakikishe kwamba tuna ad creative ambazo ziko vizuri zaidi, kwa maana ya quality, ujumbe na vitu vingine ambavyo vinaweza vikapelekea hii hapa ad creative, kwa maana ya picha na video ambazo tunazitumia zikawa ni zile ambazo zinavutia, kwa sababu hapa ndipo pia pataamua kwa asilimia kubwa sana. Tangazo likiwa na ad creative ambayo ni mbaya, ina maana kwamba tutatumia gharama kubwa sana kuweza kuonyesha kwa watu wengi, lakini pia Instagram nao watatumia nguvu kubwa sana kuweza kuwaaminisha watu kwamba ni kitu ambacho ni kizuri. Na nimekuwa nikizungumza sana the more unavyowapa kazi kubwa Instagram na Facebook, ndivyo hivyo pia nao wanapata nafasi nzuri ya kuweza kukuchaji cost ambazo ziko juu sana. Kwa hiyo ukiwatengenezea mazingira mazuri kwa kuwapa ad creative ambazo ziko bora zaidi, ni rahisi wao kuweza kulifikisha tangazo lako kwa watu wengi sana na likaoneshwa kwa watu wengi sana kwa gharama ambazo zitakuwa ni za chini. Kwa kufanya hivyo, moja kwa moja utakuwa umerahisisha cost ambazo utakuwa charged wakati wa kutangaza hilo tangazo lako. Lakini pia kitu cha pili ni issue ya targeting. Targeting pia huwa ina mata sana katika njia za kuweza kushusha ama kuongeza cost ambazo zinatoka kwenye hao matangazo yako. Yani ukiwa na targeting ambayo iko ndani sana, yani umejiminya sana, ina maana kwamba unawapa Instagram na Facebook kazi kubwa sana ambayo watakuwa wanaifanya, kwa sababu utakuwa umewadirect kwenye population ambayo iko ndogo sana. Kwa maana hiyo ni kwamba lazima watakuchaji kiasi kikubwa sana, kwa sababu watapata kazi kubwa. Itakuwa ni kazi ambayo sio ya kitoto kuweza kuwafikishia tangazo watu ambao wewe unawataka, lakini ukiwapa nafasi wao wakaamua wakupelekea tangazo kwa watu gani, especially kabisa katika maeneo ambayo una uhakika nayo kwamba utauza, maeneo ambayo una uhakika unaweza kuyahudumia kwa nature biashara yako, itakuwa ni rahisi zaidi. Kwa hiyo targeting pia inamata kwa asilimia kubwa sana. Lakini pia kitu cha tatu ni retargeting. Bado tuko hapa kwenye kupunguza CPM. Retargeting ni aina ya matangazo ambayo yatakupa vitu vingi sana kwa bei ya chini. Retargeting ina maana kwamba unawarudishia tangazo wale watu ambao pengine una engage nao kwenye posti zako, pengine waliwahi kuona matangazo yako, pengine waliwahi kucomment, kulike, kutumia message DM. Unapofanya retargeting, ina maana kwamba unawaambia Meta warudie kukupelekea tangazo lako, kama ni la kuwakumbusha hao watu na vitu kama hivyo, ama ni watu ambao ulikuwa unahisi wanaweza kuwa ni wateja ila walikosa ushawishi tu, ila tayari wamesha engage na wewe. Kwa unapofanya retargeting, Instagram na Facebook exactly wanajua kabisa kwamba wao ni watu gani ambao wamekuwa wakiengage na wewe, kwa hiyo watapeleka tu tangazo lako automatically. Kwa maana hiyo ni kwamba wewe hawatohitaji tena nguvu kubwa ya kuendelea kutafuta wateja wengine nje. Wao watadili tu na hao wachache, hao ambao tayari wamesha engage na wewe. Na kwa maana hiyo ni kwamba lazima cost zitakuwa chini, na hata zikiwa chini, hao ambao tayari ulisha engage nao ni rahisi kuweza kuwauzia product, kwa sababu tayari wanakufahamu, umefanya nao business 2-3. Kwa hiyo wana ABC kuhusiana na kitu ambacho wewe unakifanya. Kwa hiyo kufanya retargeting ni rahisi zaidi kuweza kupata cost ya chini zaidi ya kuweza kutangaza. Even hata kwenye ubora matangazo yako yatakuwa ni yale ambayo yatakupa matokeo
mazuri sana. Lakini pia kitu cha 4, lazima tuhakikishe ad creative na kila kitu ambacho tunakifanya kwenye tangazo letu basi kina support engagement. Unajua Instagram na Facebook wanapenda sana watu ambao wanafanya vitu vya kuendelea kuwabakiza wateja wao katika hii mitandao, kwa maana ya watumiaji wa mitandao ya Facebook pamoja na Instagram. Ndio maana leo hii ukiposti content yoyote ama tangazo lolote ambalo litapata comments nyingi, litapata shares nyingi, ni rahisi kuweza kwenda viral, kwa sababu Instagram watatumia nguvu za ziada pia kuweza kulipushi zaidi, kwa sababu linaonekana ni linakubalika, linaendelea ku keep community vizuri. Kwa hiyo watafanya kila wanaloweza kuhakikisha kwamba unapata watu wengi zaidi. Kwa hiyo ukifocus na engagement, ina maana kwamba utasaidiwa pia na Instagram kuweza kutangaza kwa nguvu sana hilo tangazo ambalo unalifanya. Hakikisha una focus zaidi na kujenga engagement, na hapo utapata nafasi ya kuweza kutangaza kwa gharama ambazo ziko chini sana. Lakini pia kitu cha mwisho ni simplicity ya kampeni yako. Yani the way ambavyo umetengeneza tangazo lako, setup ni lazima iwe simple. The more unatengeneza kitu ambacho ni simple, the more ambavyo Instagram na Facebook wanakuwa flexible kuweza kufanya vitu vingi sana. Kwa maana hiyo ni kwamba hawatokuchaji kiasi kikubwa sana cha pesa ama kiasi kikubwa sana cha cost. Badala yake ni kwamba watakuwa flexible kuweza kutest vitu vingi sana. At the end of the day watapata kitu ambacho kinafanya kazi, na wewe watakupa matokeo ambayo yako vizuri. Kwa hiyo haya ni mambo 5 ambayo unaweza kuyatumia kwa ajili ya kuweza kurahisisha cost ambazo unazitumia kwenye kutangaza, zikawa ni zile ambazo zinaweza kukupa matokeo mazuri. Kwa hiyo the way ambavyo utakuwa unatengeneza kitu ambacho kiko simple, kitu ambacho kina focus na engagement, kitu ambacho kiko vizuri kwa maana ya quality pamoja na messages ambazo unazitumia, inakuwa ni rahisi kabisa kuweza kushusha zile cost ambazo utazitumia wakati wa kufanya matangazo yako kwenye hii mitandao ya Facebook pamoja na Instagram. Na hili ndio lengo kuu la hii podcast, kuhakikisha kwamba unapata knowledge ambayo itakupelekea kuweza kufanya matangazo vizuri, na mwisho wa siku ukaweza kupata matokeo ambayo yatakuwa ni bora zaidi. Kwa hiyo kama una ndugu, jamaa au rafiki ambaye unahisi hii podcast inaweza kuwa na msaada mkubwa kwake, tafadhali hakikisha una share naye. Lakini pia usisahau kuacha comment yako, kitu gani ambacho umejifunza na kipi ambacho unawishi kujifunza kupitia episode ambazo zinakuja. Mimi naitwa Joram Tanzania.